أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani mtume wetu kipenzi chetu bwana wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam pamoja na masahaba wake na kila aliyefuata njia yake kwa wema mpaka siku ya malipo. Ndugu zangu Waislamu, hatuna budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa mapenzi yake na taufiki yake, akatuwezesha akatujalia tukaweza kuswali swala hii ya magharibi kwa jamaa. Tusemeni alhamdulillah. Lakini pia akatujalia tukaweza kubakia katika nyumba miongoni mwa nyumba zake, tukaweza kusikiliza baadhi ya nasaha mawili matatu. Ni jambo kubwa. Wako wengi ambao tumeswali nao huku wametoka, wengine wana dharura, wengine hawana dharura, wametoka tu. Kwa hiyo tuhisi kwamba kubakia kwetu tukaweza kusikiliza jambo hili ni kubwa mbele ya Allah, na Allah subhanahu wa ta'ala atulipe ujira, mimi pamoja na nyinyi na Waislamu kwa ujumla. Naam, ndugu zangu Waislamu, ama maudhui ya darasa yetu ya leo inshallah, unwani yake inasema istajibu lillahi walirrasul, muitikieni au itikieni wito wa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, kuitikia wito wa Allah subhanahu wa ta'ala na kufuata amri zake na kujiepusha na makatazo yake, tutambua kwamba ni miongoni mwa mambo ambayo hatuna budi sisi kama Waislamu kuwa nayo. Tufuate amri zake Allah subhanahu wa ta'ala alizotuamrisha, lakini pia tujiepushe na yale ambayo Allah ametukataza. Wala maisha ya dunia yasitudanganye uzuri wake, utamu wake. Sawa, maisha ya dunia yasitudanganye, kwani hakika dunia ni yenye kuondoka na kumalizika na kutoweka kabisa, na akhira, ndugu zangu Waislamu, ndiyo nyumba ya milele yenye kubaki. Kwa hiyo tufanye himma kubwa, tujitahidi kufanya kwa ajili ya nyumba yenye kubakia, lakini pia tusihadaike na mapambo ya nyumba yenye kumalizika. Yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ya ayuhan nas inna wa'da Allahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahi al-gharur innash shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii anatuambia, ya ayuhan nas, enyi watu,
inna wa'da Allahi haqq, hakika ahadi ya Allah ni ya kweli. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, basi yasikudanganyeni yakakuhadaeni maisha ya dunia. Wala yaghurrannakum billahi al-gharur, wala sikudanganyeni kwa Allah mdanganyifu mkubwa ambaye nani? Iblis al-la'in, shaitan. Inna ash-shaytana lakum aduwwun, shaitani kwenu ni adui. Fattakhidhuhu aduwwa, mfanyeni kuwa adui. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir, kwani hakika shaitani analiita kundi lake kulipambia, kulihadaa, ili mwisho wa siku ya Kiyama, siku ya hukumu, siku ya malipo, shaitan akaingie motoni pamoja na kundi lake lile ambalo amelipambia katika maisha haya dunia. Wakasahau kufuata amri za Allah subhanahu wa ta'ala, wakamfuata shaitani, wakafuata matamanio ya nafsi yao, mpaka mauti yakawafikia bila ya kutubia na kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndio kazi ya shaitani, anapambana muda wote kuhakikisha kwamba anapata wafuasi wengi, anapata kundi kubwa ambalo siku ya Kiyama atakwenda kuingia nalo motoni, waliyadhu billah. Ndugu zangu Waislamu, miongoni mwa mambo mazuri kabisa ni mja Muislamu kupewa taufiki na Allah subhanahu wa ta'ala, kuwafikishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuitikia wito wa Allah, kuitikia na kutekeleza amri yake Allah subhanahu wa ta'ala, na kujiepusha na makatazo yake. Lakini pia na kufanya hima kubwa kujilazimisha kufuata sheria zake Allah subhanahu wa ta'ala, na kutupilia mbali hawa nafsi, matamanio ya nafsi, lakini pia na kumtii asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani kufanya hivyo ndio tamamul ubudiyya, ndio kukamilika na kutimia hasa ule utumwa wetu, sababu sisi sote ni watumwa. Sawa eh? Sisi sote ni watumwa, abid, watumwa kwa nani? Kwa Mola wetu mtukufu. Ametuleta katika maisha ya dunia tuje tumtumikie, tufuate amri zake, tujiepushe na makatazo yake, na siku ya Kiyama akatuingize katika pepo yake. Kwa sisi hapa ni watumwa, tumeletwa tuje tumtumikie nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, Allah anasema sikuwaumba majini na watu isipokuwa waje waniabudu mimi. Kwa hiyo kuitikia amri yake Allah subhanahu wa ta'ala na kujiepusha na makatazo yake, hii ni taufiki kubwa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala humtunuku na kumpa mja wake. Sawa, humtunuku Allah subhanahu wa ta'ala na kumpa mja wake neema hii kubwa kabisa. Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani anatuambia istajibu li rabbikum min qabli an ya'tiya yawmun la maradda lah
la maradda lahu min Allah, ma lakum min malja'i yawma idhin wa ma lakum min nakir. Allah subhanahu wa ta'ala anatuamrisha katika aya hii katika suratu Shura, anatuambia istajibu li rabbikum, muitikieni Mola wenu mlezi, manake fuateni amri zake Mola wenu mlezi, min qabli an yatiya yawmun la maradda lahu min Allah, kabla haijafika siku la maradda lahu min Allah, siku ambayo haikwepeki wala haiepukiki. Siku hiyo inatoka kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ma lakum min malja'in yawma idhin, siku hiyo mtu hatapata pa kukimbilia, pa kujificha. Wa ma lakum min nakir, sawa, wala hamtakuwa na cha kujikingia na siku hiyo, kwa maradda isiwapate siku hiyo, isiwakute, hakuna kabisa. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anatuamrisha istajibu, sawa, istajibu li rabbikum, itikieni wito wa Mola wenu mlezi. Maana yake fuateni amri zake, jiepusheni na makatazo yake kabla siku hii haijawafikia, siku ambayo haikopeki wala haiepukiki. Kwa hiyo kuitikia wito wa Allah subhanahu wa ta'ala na kufuata amri zake Allah subhanahu wa ta'ala, dalilun ala hayati alqulub, hii ni dalili ya wazi kuonyesha kwamba nyoyo ziko hai. Wale wanaoitikia wito wa Allah wakafuata amri zake, wakajiepusha na yale aliyoyakataza, jambo hili ni dalili ya kwamba nyoyo zao ziko hai. Vile vile kinyume chake, na nyoyo zilizokufa ambazo haziko hai ni zile nyoyo ambazo haziko tayari kuitikia wito wa Allah, kufuata amri zake na kujiepusha na makatazo yake. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul An'am anatuambia innama yastajibu alladhina yasma'un wal mauta yab'athuhumullah thumma ilayhi yurja'un. Allah tukufu katika aya hii anatuambia innama yastajibu alladhina yasma'un, hakika wanaoitikia wito wa Allah ni wale wanaosikia, ambao nyoyo zao ziko hai, nyoyo zao ziko hai. Innama yastajibu alladhina yasma'un wal mauta yab'athuhumullah, na wafu Allah atawafufua, thumma ilayhi yurja'un, kisha kwake yeye watarejeshwa. Kwa hiyo almuradu bisamaa, maana ya neno yasma'un katika aya hii kusikia, maana yake sama'ul qalbi qabla sama'ul udhun, ni kusikia kwa moyo kabla ya kusikia kwa masikio. Maana yake ni kusikia, ni kuitikia wito kwa moyo ambao unafuata amri zake Allah subhanahu wa ta'ala. Manake hapa haikusudi kwamba kusikia tu kwa sikio peke yake, kwa sababu kusikia
hata mushrikun wanasikia, makafiri wanasikia, mauswa, watu wenye madhambi makubwa pia nao wanasikia. Lakini kusikia ambapo Allah amekusudia katika aya hii, inama yastajibu alladhina yasma'un, ni wale wanaosikia kupitia masikio yao, lakini pia wakasikia kwa nyoyo zao. Kwa sababu mtu anaweza akasikia lakini asifanyie kazi, asifuate. Ama yule anayesikia kisha akafuata amri za Allah, akajiepusha na makatazo yake, sawa, basi huyu ndiye ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemkusudia, innama yastajibu alladhina yasma'un, sawa. Wal mauta yab'athuhum Allah thumma ilayhi yurja'un. Kwa hiyo kila mukallaf ambaye tayari ameshafikiria umri wa kubaligh, tayari sheria za Allah zinamgusa, anatakiwa atekeleze amri za Allah, afuate mafundisho aliyokuja nayo mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Basi huyu ni kwamba, au hao watu hao, qamat alayhim hujja, tayari wao wameshasimamikia hujja kwamba wana lazima ya kusikia, lakini pia na kufuata amri zake Allah subhanahu wa ta'ala. Wasikilize aya zake, watafakar, wafikirie ishara zake Allah subhanahu wa ta'ala, amri zake, kisha wazifanyie kazi. Kwa hiyo hakuna yoyote atakayekuwa na udhur siku ya Kiyama madamu ni mukallaf, kaingia katika taklifu. Hakuna yoyote siku ya Kiyama atakayekuwa na udhur mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, sawa. Kwa hiyo lazima tuna wajibu kuitikia wito wa Allah na kufuata amri zake. Ndugu zangu Waislamu, moyo unahuika kwa wahi ar-rabbani. Nyoyo zetu hizi zinakuwa hai, zinapata uhai ikiwa nyoyo hizi zitatekeleza wahi wa Allah ambao ni Qur'ani na sunna zake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo nyoyo zitakapofuata na kunyenyekea, zikafuata amri za Allah subhanahu wa ta'ala, sawa, basi nyoyo hizo zitakuwa daima, zitakuwa ziko hai, sawa. Kwa hiyo yule mwenye kuitikia wito wa Allah na amri zake, basi huyu daima moyo wake utakuwa uko hai. Lakini mwenye kupinga, mwenye kukataa wito wa Allah, huyu moyo wake utakuwa umekufa, sawa. Moyo wake utakuwa umekufa, hauko hai. Kwa hiyo moyo wa mwanadamu utakuwa hai kwa kadiri, kwa kiwango kile ambacho moyo huo utakuwa unaelekezwa na kufuata amri zake Allah subhanahu wa ta'ala na kujiepusha na makatazo yake. Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani anatuambia, awaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi nnas kama mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha
Allah mtukufu anasema au man kana maitan, hivi atakayekuwa ni maiti mfu amekufa, fa ahyainahu, kisha tukamhuisha tukampa uhai, waja'alna lahu nuran yamshi bihi fi nnas, tukamjalia nuru ile ikawa yeye anatembea nayo, anapokwenda nuru na nini inamfuata, yuko na ile nuru inatembea naye kwa watu, anaonekana kwamba ana nuru inamfuata popote alipo. Waja'alna lahu nuran yamshi bihi fi nnas, Allah anasema kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha. Je, mfano wake atakuwa kama yule ambaye yuko katika giza kilele, hawezi kutoka humo? Bila shaka ni kwamba watu wawili hawa watakuwa tofauti. Yule ambaye Allah amempa nuru atabakia kuwa na nuru, atafaidika na nuru ile, na yule ambaye Allah kachagua mwenyewe njia ile ya giza, njia ya upotofu, sawa, basi atabakia kwenye upotofu wake na dhalali yake na giza chake, wala hatanufaika isipokuwa ni hasara mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, akasema tena Allah mtukufu, wama yastawi al-ahya wala al-amwat, hawalingani watu wawili hapa, aliyekuwa hai au waliokuwa hai na maiti, hawalingani, sawa, hawalingani. Wama yastawi al-ahya wala al-amwat, hawalingani watu wawili hapa. Waqala aidan, akasema tena Allah mtukufu katika Qur'ani, wakadhalika auhaina ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wala al-iman walakin ja'alnahu nuran yahdi bihi man nasha'u min ibadina. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia wakadhalika auhaina ilayka ruhan min amrina, hivyo hivyo auhaina ilayka, tumekufunulia ewe Muhammad, tumekupa ruhan min amrina, Qur'an, kitabu cha Qur'an, min amrina, kwa amri yetu. Ma kunta tadri mal kitabu wala iman, wewe Muhammad ulikuwa hujui nini kitabu wala imani, ulikuwa hujui nini kitabu wala imani, walakin ja'alnahu nuran yahdi bihi man nasha, lakini tumejalia kwamba hii Qur'ani ni nuru, yahdi bihi man nasha, kwa nuru hii, kitabu hiki cha Qur'ani, nahdi bihi man nasha, nahdi bihi man nasha min ibadina, tunawaongoa tunaowataka katika waja wetu. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie na sisi tuwe miongoni mwa hawa ambao Allah atawaongoa katika waja wake. Allahumma amin. Ndugu zangu Waislamu, moyo uliokufa hauna thamani, na tukizungumza kwamba moyo uliokufa ni ule moyo ambao haufuati amri zake Allah subhanahu wa ta'ala, ni ule moyo ambao hauna nuru ya imani, ni ule moyo ambao umezama katika maasi, kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa, huu ndio moyo uliokufa. Tukizungumzia moyo uliokufa tunamaanisha hivyo, na moyo uliokuwa hai ni ule moyo ambao unafuata amri zake, unanyenyekea kwa Allah
moyo unamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala, kuogopa adhabu yake na kutaraji rehema zake, lakini pia moyo huu ukajikita katika kuitikia amri zake Allah subhanahu wa ta'ala haraka, kufuata amri zake, kujiepusha na makatazo yake. Ndio moyo ambao uko hai. Ndugu zangu Waislamu, kwa hiyo moyo uliokufa hauna thamani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala moyo huo haiwezekani kabisa ukaweza kupewa neema ya nuru, kwa sababu asili kwamba moyo huo umeikataa nuru ya Allah subhanahu wa ta'ala, nuru ya iman, nuru ya Qur'an. Vipi utakuwa na kheri moyo kama huu? Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala amewaamrisha waumini kuitikia wito wake na kufuata amri zake, kujiepusha makatazo yake, ili nyoyo zao waumini daima ziwe ziko hai. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi muhkami kitabi, Allah mtukufu anasema katika kitabu chake, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Suratul Anfal aya 24. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, khitab khasatan kwa nani? Kwa waumini peke yake. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, istajibu lillahi wa lirrasul, muitikieni Allah subhanahu wa ta'ala na mtume, fuateni amri zake Allah subhanahu wa ta'ala, shikamaneni, fuateni mafundisho aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Sawa, idha da'akum lima yuhyikum, wanapokuiteni katika mambo ya kheri, mambo mazuri, mambo ambayo ukiyafanya kheri hizo moyo wako utakuwa hai, lakini pia itakuwa ni sababu ya wewe kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa, kwa sababu unaposhikamana na amri za Allah, ukashikamana na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lillahi ta'ala, kwa ajili ya Allah, kwa ikhlas, kwa jiepusha na makatazo yake Allah subhanahu wa ta'ala, basi tutaraji kheri kwamba Allah atakusamehe madhambi yako na atakuingiza katika rehema yake na pepo yake siku ya Kiyama. Ndugu zangu Waislamu, wale ambao wanaitikia wito wa Allah kwa kufuata amri zake, hawa ndio wale ambao wamenufaika na neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amewapa, neema ya akili, maarifa, ilmu. Sawa, neema hizi Allah amekupa neema ya akili, amekupa ilmu, maarifa, unajua. Sawa, ukazitumia neema hizi katika kutekeleza yale ambayo Allah anayaridhia, hapana shaka kwamba wewe utakuwa umenufaika. Sawa, umenufaika na neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amekupa, lakini pia ukaijua dini yake. Sawa,
ukafahamu ukajua kwamba nikifanya haya, nikitekeleza amri za Allah na kufuata sunna, mwenendo sahihi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi nitaweza kupata radhi zake Allah mtukufu. Sawa, nitaweza kupata radhi zake Allah subhanahu wa ta'ala na pepo yake siku ya Kiyama. Lakini wale ambao hawanufaiki na neema hizi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amewapa akili ya kutambua kwamba hili baya, hili zuri, hili baya nisifanye, hili zuri nilifanye, kuitafuta haki iko wapi nifuate, batili iko wapi niache, hawakunufaika na neema hii. Sawa, hawakunufaika na neema hii. Bila shaka hawa watakuwa wamepotea njia. Sawa, wamepotea njia ya haki, na siku ya Kiyama waliyadhu billah, Allah atakwenda kuwaadhibu kwa kuingiza katika moto wake. Allah tuhifadhi na adhabu ya moto wake. Katika suratul A'raf Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika suratu Al-A'raf, walaqad dhara'na li jahannama kathiran min al-jinni wal ins, hakika tumeiumba Jahannam, tumeiandaa Jahannam, kathiran min al-jinni wal ins, wakaingia katika moto wa Jahannam majini wengi na watu. Ma huwa sabab, ma hiya al-illa, kuna sababu gani au ila gani majini wengi wakaingia katika moto na watu? Anataja sababu, anasema hivi, lahum qulubun la yafqahuna biha, wana nyoyo lakini hawafahamu, walahum a'yunun la yubsiruna biha, wana macho lakini kwayo hawaoni, walahum adhanu la yasma'una biha, wana masikio lakini kwayo masikio hayo hawasikii. Ulaika kal an'am, basi hao wenye sifa hizo, kal an'am, ni kama wanyama. Sawa, hao ni kama wanyama. Ulaika kal an'am, ulaika kal an'am wa ulaika humul ghafilun, hao ni kama wanyama na hao ndio walioghafilika kabisa na amri zake Allah subhanahu wa ta'ala, walioghafilika na wito wake Allah subhanahu wa ta'ala, walioghafilika na mafundisho aliyokuja nayo mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ulaika kal an'ami bal hum adhall, hao ni kama wanyama, bal hum adhall, Allah anasema bali hao watu wenye sifa hizi na majini wamepotea zaidi. Ulaika humul ghafilun, hao ndio ambao wameghafilika. Katika aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala akatwambia, am tahsab anna aktharahum yasma'una aw ya'qilun innahum illa kal an'am bal hum adallu sabila, katika suratul Furqan Allah mtukufu anatuambia, am tahsab, hivi unadhani, unafikiria kwamba anna aktharahum yasma'un, kwamba wengi wao wanasikia, au yaqilun, au wanaelewa, wanafahamu. Innahum, hawakuwa wao, illa kal an'am, isipokuwa ni kama wanyama tu. Bal hum adallu sabila, bali wao
wamepotea njia zaidi, wamepotea zaidi njia, hawakufuata njia ya haki. Kwa hiyo inafika wakati mwanadamu, inafika wakati mtu anakuwa bora mnyama na thamani kuliko mtu huyo. Binadamu, yani mnyama, ana thamani kubwa. Itafikia wakati daraja, ikiwa mwanadamu, ikiwa mtu ataacha amri za Allah akazama katika maasi, hana nuru ya imani wala hataki kusikia chochote kuhusiana na qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hataki kabisa kusikia. Unategemea nini ndugu yangu Muislamu? Mtu wa aina kama hii bora mnyama, kwa sababu Allah kampa kila aina ya neema ili apate kumshukuru, lakini kwa neema hizo anazitumia kwa ajili ya kumkufuru Allah, kwa ajili ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, Allah katuneemesha neema nyingi ambazo hatuwezi kudhibiti wala hatuzijui wingi wake na idadi yake, hatujui kabisa. Je, hatuna wajibu sisi wa kuzishukuru neema hizi ambazo Allah ametuneemesha? Je, hatuna wajibu wa kutekeleza amri za Allah subhanahu wa ta'ala? Je, hatuna wajibu wa kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala sisi? Sasa inafika wakati kwamba mwanadamu, kiumbe mwanadamu, anapoacha sheria za Allah, anapoacha amri za Allah subhanahu wa ta'ala, akafuata matamanio ya nafsi yake, basi natija, matokeo ndio kama haya. Sawa, anakuwa mnyama na thamani zaidi, mnyama anakuwa bora zaidi kuliko yeye. Ndugu zangu Waislamu, vile vile walmustajibuna li amri llahi ta'ala, wenye kuitikia wito amri ya Allah tukufu, yanaluna rushda, hawa Allah subhanahu wa ta'ala huwapa rushd, huwapa ar-rushd liqaulihi ta'ala, wa kauli yake Allah mtukufu, faliyastajibuli waliyu'minu bi la'allahum yarshudun. Faliyastajibuli, basi waniitikie mimi Mola wao. Allah anasema waniitikie mimi, wafuate amri zangu. Waliyu'minu bi, waniamini mimi, la'allahum yarshudun, huenda Allah akawaongoa. Ndugu zangu Waislamu, ar-rushd katika Qur'ani imekuja maana tatu. Ar-rushd maana ngapi? Maana tatu. Maana ya kwanza ya ar-rushd ni al-hidayah wal istiqama, kwamba ukiitikia amri za Allah subhanahu wa ta'ala, ukamwamini Allah subhanahu wa ta'ala haki ya imani, basi Allah anakuongoa, anakupa istiqama. Sawa, Allah anakuongoa. Kwa hiyo al-imani kwanza, al-hidayah wal istiqama, uongofu na kuwa wewe mustaqim, mwenye kufuata njia ya sawa. Ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim, tafuata dini sawa sawa, utakuwa na istiqama, akhlaq, tabia njema, utakuwa mwepesi wa kuitikia amri za Allah na kufuata, utajiepusha na makatazo yake,
Kwa hiyo alhidayatu wal istiqama, hii ndio maana ya kwanza ya ar-rushd, ambapo kinyume chake ni al-ghayy wa dhalal. Allah atakutoa, atakuepusha na ghayy, dhalal, upotevu. Kwa hiyo hii alhidayatu wal istiqama, as-sayru, sawa, as-sayru fi al-ittijahi as-sahih al-muaddi ila ridwanillah. Allah atakujalia wewe ushike, ufuate mwelekeo uliokuwa ni sahihi, mwelekeo ambao utapelekea wewe ukapate radhi za Allah subhanahu wa ta'ala siku ya Kiyama, kama Allah alivyosema, qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy, kwa hakika umeshabainika uongofu, min al-ghayy, na upotofu, uongofu na upotofu. Kwa hiyo hii ni maana ya kwanza ya ar-rushd, maana ni al-hidayatu wal istiqama. Maana ya pili ya ar-rushd, sawa, ili kama ilivyokuja katika Qur'ani, maana ni al-aqlu wa salahul mal. Nini maana al-aqlu wa salahul mal? Maana yake al-qudratu ala idarati al-amwal wa hifdhiha wa husni at-tasarruf. Hii ndio maana ya al-aqlu wa salahul mal. Yani Allah subhanahu wa ta'ala ukiitikia amri zake atakupa uwezo, al-qudratu ala idarati al-amwal, atakupa uwezo wa kusimamia mali, wa hifdhiha, kuhifadhi, wa husnu tasarruf, na kuitumia vizuri. Kwa sababu mtu anaweza akapewa mali lakini asipewe husnu tasarruf, asiruzukiwe na Allah husnu tasarruf, Allah asimruzuku kuitumia mali yake katika njia za kheri. Tunaona au kweli, anaweza kukupa mali nyingi Allah subhanahu wa ta'ala katika neema zake, lakini akakunyima husnu tasarruf, ikawa mali ile wewe baada ya kuwa ni kheri ikawa ni nakama kwako, mali yako ile ikawa baada ya kuwa wewe msaada kwa watu ikawa ni mtihani na balaa kwa watu. Mali ile mtu akaitumia kwa njia ambazo Allah anazikataza, kujifaharisha, kujiona, israf, kufanya mambo kibao ambayo Allah anayachukia, ukanyima husnu tasarruf. Sawa, husnu at-tasarruf fiha fi al-amwal. Sawa. Kwa hiyo tumesema kwamba ar-rushd inakuja kwa maana al-aql wa salahul bal, manake al-qudratu ala idarati al-amwal wa husnu at-tasarruf, na kuitumia vizuri, wa husnu at-tasarruf fiha, kuitumia vizuri mali hiyo, wa adamu tabdhiriha, na bila kufanya israf. Kwa sababu Allah anasema innal mubadhirina kanu ikhwana ash-shayatin, unafanya israf, hawa ni ndugu za nani? Shetani, ndugu zake shetani. Sawa, ndugu zake shetani. Kwa hiyo Allah anakuepusha, anakutoa huko. Allah subhanahu wa ta'ala katika sura an-Nisa anatuambia maana ar-rushd, fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum. Na hii imekuja katika mayatima, aitam, sawa, wale ambao wanasimamia mali zao. Allah anasema fa in anastum minhum rushdan, mkiwaona kwamba hawa washatoka katika ile hali ya uyatima, washakuwa baligh, wana akili zao timamu, na mkaona kwamba wanaweza kutasarruf vizuri mali zao, ar-rushd, sawa, fadfa'u ilayhim amwalahum, basi wapeni mali zao, wasimamie wenyewe. Mbona kana al-aqlu wa salahul mal, sawa.
Ar-rushd pia imekuja kwa al-aql wa salahu al-mal, akili na kuisimamia vizuri mali. Sawa, hiyo ni maana ya pili. Maana ya tatu, ar-rushd katika Qur'ani imekuja as-sadad wal hikma. Ar-rushd imekuja kwa al-hikma. Maana yake nini? Maana yake kamalul aqli wal qudrati ala ittikhadhi al-qarar as-sahih fi umuri dunya, fi umuri dini wa dunya. Yote haya Allah anakuruzuku. Tutambue kwamba haya ni matokeo ya nini? Haya yote ni matokeo ya mtu kuitikia na kufuata amri zake Allah subhanahu wa ta'ala sawa sawa. Anakupa uongofu, ar-rushd, kama ilivyokuja al-hidayah wal istiqama. Sawa na al-aql wa salahu al-mal. Lakini ya tatu, as-sadad wal hikma. Allah anakupa hikma. Allah anakupa hikma kwa maana daima ni wewe utakuwa maamuzi yako yanakuwa ni sahihi unayoyafanya, unayoyachukua katika mambo ya dini na katika dunia. Allah anakupa neema hiyo. Allah anakuruzuku utajiri, huo ni utajiri. Allah anakuruzuku wewe kwamba akuruzuku neema kama hii kwamba wewe akakupa kamalu la akili iliyokamilika ya kibinadamu. Maana tukizungumzia kwamba haina maana kwamba hatakuwa ni mwenye kukosea, la, wanadamu wote tunakosea, lakini Allah anakuruzuku, anakupa neema hii kamalu la akili. Sawa. Lakini jambo jingine kwa qudrat ala ittikhadhi al-qarar sahih. Allah anakupa uwezo wa kufanya maamuzi, wa kuchukua maamuzi sawa yaliyokuwa ni sahihi fi umuri dini wa dunia, katika mambo yako yanayohusiana na dini pamoja na dunia yako. Kwa hiyo hii yote ni nini? Natija ya kufuata na kutekeleza amri za Allah subhanahu wa ta'ala sawa sawa. Ndugu zangu Waislamu, ama wale ambao hawatekelezi na kufuata amri zake Allah subhanahu wa ta'ala, basi Allah anawanyima neema hii. Kwanza, hatowapa uongofu na istiqama. Sawa. Ya pili, tumesemaje? La aql wa salahul mal. Pia Allah atamnyima mtu wa aina hii mwenye kuwa mpotofu, mwenye kuacha amri za Allah subhanahu wa ta'ala, atanyimwa pia neema hii. Lakini pia yule ambaye haitikii wito wa Allah na kufuata amri zake Allah, sawa, hatompa hikma. Kwa maana hiyo hatomruzuku, hatompa kuwa na maamuzi sahihi katika maisha yake yote. Kwa sababu gani? Ameacha amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana mtu ameacha amri zake Allah subhanahu wa ta'ala, hawezi kumpa neema kama hizi. Vile vile almustajibuna li amri llahi ta'ala, wale wenye kuitikia wito amri za Allah, wenye kuitikia amri za Allah haraka haraka, unaitikia amri zake Allah subhanahu wa ta'ala, yarzuquhumullahu ta'ala quwwata al-irada. Allah subhanahu wa ta'ala atawaruzuku quwwatul irada. Quwwatul irada ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atawaruzuku wale wenye kuitikia na kufuata amri zake na kufuata maneno sahihi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumesema kwamba atawaruzuku, atawapa quwwatul irada. Quwwatul irada nini maana yake na kusudiwa nini quwwatul irada? Quwwatul irada maana yake ina maana hizo maana tatu vile vile. Maana ya kwanza, dhabtu an-nafsi,
Allah subhanahu wa ta'ala atakupa wewe uwezo na nguvu za kuidhibiti nafsi yako. Sawa? Allah atakupa uwezo na nguvu, atakupa taufiki yake ya kuweza kuidhibiti nafsi yako kutokana na machafu, kwa maana wewe utakuwa unafuata amri zake Allah, unaizuia nafsi yako katika yale yote ambayo Allah ameyakataza, sababu nafsi inatamani vitu vingi. Nafsi inapenda mambo mengi ya anasa. Sawa? Na tukizungumza hayo mambo ni yale ambayo Allah ameyaharamisha, mambo ya mubahati hayajakatazwa. Sawa? Dhabtu nafs, udhibiti wa nafsi, kwamba Allah utaweza kuizuia nafsi yako na matamanio ambayo Allah ameyaharamisha. Utajiepusha na maasi utajiepusha na yale yote ambayo Allah anayachukia. Sawa? Hiyo ni maana ya kwanza ya quwwatul irada, dhabtu nafs. Maana ya pili, Allah atakupa al-muthabara. Nini maana al-muthabara? Al-muthabara maana yake al-istimrar fi al-amali as-salih. Allah atakujalia wewe, atakupa wewe al-istimrar, muendelezo wa kufanya matendo mema. Sawa? Atakupa muendelezo, Allah atakuruzuku muendelezo wa kufanya kheri, kuyaendea mambo ya kheri. Allah atakuruzuku. Sawa? Rahma wujudi suubati wal mushkilati, pamoja na kwamba katika njia hiyo unayopita kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala ili ukapata radhi zake, utakutana na suubati na mushkilati, matatizo, dhiki, tabu. Pamoja na hayo yote, wewe hurudi nyuma. Sawa? Hurudi nyuma kwa sababu moyo wako una kitu unachokitafuta kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo ni pepo yake. Sawa? Kwa hiyo hutarudi nyuma daima. Vikwazo vyote, suubat, matatizo yatakayojitokeza mbele ya safari yako hiyo, utakuwa tayari kukabiliana nayo bila ya kurudi nyuma, bila ya kustaslimu, bila ya kukata tamaa. Sawa? Tukumbuke kwamba Allah ndio amekupa quwwatul irada. Allah ndio kashakupa hiyo quwwatul irada, neema kubwa. Kwa unashinda vile vizingiti vyote, mitihani ambayo itakuja mbele yako katika njia katika maisha yako. Sawa? Basi utakuwa tayari kukabiliana nayo, huku ukifanya subra na kutaraji malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndio al-muthabara, maana ya pili ya quwwatul irada. Maana ya tatu na ya mwisho ya quwwatul irada, ta'jilul ishba'. Ta'jilul ishba', nini maana ya maneno haya ta'jilul ishba'? Maana yake maneno haya tafdhilul makasib alkathira almutaakhira ala almut'ati as-sari'ati alqasirati. Allah atakuruzuku, atakupa neema hii, tafdhilul makasib alkathira. Daima nafsi yako itakuwa ni yenye kufadhilisha, yani kuchagua makasi, yani yenye kuchagua mambo mengi yanayokuwa ni mazuri nafsi yako. Sawa? Almutaakhira, yenye kuchelewa. Unajua mambo gani haya? Ni pepo ya Allah. Kuna kheri kuliko pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala? Kuna neema kuliko pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala? Hakuna. Kutaajilu ishba', hii ni maana ya tatu ya iradatul qudra, quwwatul irada.
quwwatu al-irada. Hii ni maana ya ta'jilul ishba. Maana Allah atakujalia kwamba wewe ufadhilishe zaidi, uchague zaidi maisha ya akhera kuliko maisha ya dunia. Allah atakujalia, atakuruzuku wewe ufadhilishe zaidi pepo ya Allah kuliko starehe za kidunia ambazo za muda mfupi. Sawa? Watu wangapi tunaowafahamu na tusiowafahamu ambao wamezama katika anasa za kidunia, wamezama katika maasi, wamezama katika machafu mbalimbali, riba, pombe, miziki, zinaa, kamari, kila aina ya uchafu, kwa sababu ya kuzistarehesha nafsi zao starehe ya muda mfupi tu wa maisha haya ya kidunia. Wakati katika Uislamu wapo wengi, Allah tuhifadhi. Kwa hiyo haya ndio matokeo yote yanakuja. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya wewe kushikamana na kufuata amri zake Allah subhanahu wa ta'ala. Haya ndio matokeo yake, haya ndio matokeo yake ndugu zangu Waislamu. Allah anakuruzuku vitu vizuri, neema nzuri kama hizi, dhabtu nafs, al-muthabara, ta'jilul ishba. Wewe hutakuwa tayari, sawa? Hutakuwa tayari kuiacha nafsi yako ikazama katika anasa za kidunia, starehe za muda mfupi, wakati una yakini na unajua kwamba maisha ya dunia ni maisha machache, ni maisha mafupi. Sawa? Ni kufumba papo na kufungua huko, umeondoka huko. Ndio kwenye kazi kubwa, huko ndio kugumu kuzito, na huko tunapokwenda ni kulingana na matendo yetu tuliyofanya. Kwa mtu mwenye akili hataweza kuchagua starehe za kidunia za muda mfupi zenye kumalizika, akaacha starehe za milele na milele, pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kila aina ya neema. Mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi al-Qudsi Allah anasema, a'adadtu li'ibadi, nimewaandalia waja wangu ma la ainu ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Allah anatuambia nimewaandalia waja wangu wacha Mungu wema. Nani hao? Alladhina yastajibuna li amrillah, wale wanaotikia wito wakafuata amri za Allah. Kawaandalia nini? Ma la ainu ra'at, jicho halijawahi kuona, wala udhunun sami'at, sikio halijawahi kusikia, wala khatara ala qalbi bashar, akili pia, moyo haujai kufikiria pepo ya Allah ipoje. Kisha Allah anasema, fala ta'lamu nafsu ma ukhfiya lahu min qurrati a'yun jazaan bima kanu ya'malun. Nafsi yoyote haijui, Allah anasema fala ta'lamu nafsu, nafsi yoyote haijui ma ukhfiya lahu min qurrati a'yun, yale yaliyofichwa aliyoyaficha Allah yanayoburudisha na kustarehesha macho. Fala ta'lamu nafsu ma ukhfiya lahu min qurrati a'yun jazaa bima kanu. Hayo ni malipo kwa yale walikuwa wakiyafanya. Hayo ni malipo, ni matokeo ya kuitikia amri za Allah subhanahu wa ta'ala, kuitikia wito wa Allah subhanahu wa ta'ala, kushikamana na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Haya ni matokeo yake. Sawa? Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, wallahi mafanikio ya kweli hasa katika maisha ya dunia na maisha ya akhera yako katika kufuata amri zake Allah subhanahu wa ta'ala na kujiepusha na makatazo yake, wala si kwingine kokote.
sawa, wala sio kwingine kokote. Ndugu zangu Waislamu, Allah anatuambia falyastajibu li waliyu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an falyastajibu li waliyu'minu bi la'allahum yarshudun. Kwa hiyo ikiwa sisi tunataka kheri kama hizi na neema kama hizi, Allah aturuzuku mambo mazuri katika maisha yetu ya dunia na akhera, basi hatuna budi kushikamana na kuitikia wito wa Allah. Hatuna budi kufuata amri zake Allah subhanahu wa ta'ala na kushikamana na mafundisho aliyokuja nayo mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, tumalizie hapa, tuishie hapa inshallah. Tutakuja kuendelea katika darasa inayokuja, na Baba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.